Karibu tena katika mwendelezo wa simulizi ya Dada Mfua Nguo sehemu ya 6. Hapa moto unazidi kukolea. Jay ameuwasha moto katika sehemu ya 5 kwa kuanza mahusiano na binti Rita bila kutegemea. Wakati huo huo, kichwani mwake bado kuna Linda, binti ambaye amejitunza hadi kufikia umri huo akiwa bado bikra. Tayari amepandikiza mbegu ya kuwa mke kwake. Lakini vipi kuhusu huyu aliyeingilia penzi hili na kumuonesha vitu vipya? Anaonekana kuwa na moto kwelikweli. Atafanikiwa kuzima mawazo ya Jay kumfuatilia Linda, ama ni mapenzi ya muda mfupi tu? Hebu twende pamoja katika sehemu ya 6 tujue nini kitaendelea. Anayekuletea simulizi hii ni mimi Chief Coco. Twende pamoja. Baada ya usiku ule, Rita hakutoweka. Nilidhani labda angepotea baada ya penzi la bahati mbaya, lakini haikuwa hivyo. Asubuhi iliyofuata nilipofungua simu yangu, ujumbe wake ulikuwa tayari umeningojea. Good morning handsome, aliambatanisha na emoji ya kucheka. Usiku wa jana ulikuwa fire, aliandika ujumbe huo chini yake. Nilikaa kitandani nikatazama ujumbe huo kwa muda mrefu. Kichwani bado kulikuwa na kivuli cha Linda, macho yake, sauti yake iliyonitikisa aliposema ni bikira. Lakini ukweli mwingine ulikuwa wazi. Rita hakuwa na maswali, hakuwa na masharti wala mipaka. Ni kugusa na kuondoka. Na kwa mwanaume aliyekuwa bado anaungua ndani kama mimi, penzi hilo lilikuwa bora zaidi kuliko la kusubiri mpaka muandikishane kwa mwenyekiti. Siku zilivyopita, Rita alianza kuwa sehemu ya ratiba yangu. Alikuja dukani bila hofu. Aliingia kama mtu mwenye hisa dukani pale. Wateja walimwangalia. Alijua wanamwangalia na alifurahia hilo. Alivaa nguo zinazobana, umbo lake likionekana, akitembea kwa kujiamini. Aliniletea chakula mara moja, na mara nyingi zaidi alikuja na tabasamu na maneno ya kunifanya nijihisi mwanaume wa thamani. Alifanikiwa sana kwa hilo. Kwa hiyo, husband, leo utanitoa dina au sio? Aliniuliza siku moja huku akinikazia macho. Nikacheka. Nikatoa noti bila kusita. Sikujua ni lini utoaji wangu ulianza kuwa kawaida, wala sikuumia. Sikujua ni lini nilianza kumzoea kama kivuli changu. Rita. Siku ziliongezeka. Siku moja niliporudi nyumbani nimechoka, nilimkuta tayari amekaa chumbani kwangu. Miguu ameinyosha akichezea simu yake. Harufu ya manukato yake ilijaza chumba. Nilikumisi, alisema kwa sauti ya taratibu. Nilimsogelea bila kufikiria sana. Tofauti na Linda, Rita yeye hakuhitaji maneno marefu. Hakuhitaji uthibitisho wa kesho. Aliishi kwa leo kama ilivyokuwa kwangu. Kuhusu kesho, ngoja ifike, itajihangaikia. Hapa ilikuwa ni pwagu kakutana na pwaguzi. Hakika Rita alijua ninachohitaji kwa mwanamke. Ninipe nikupe. Hawa ndio wasichana huwa nawapenda. Lakini huyu mbona tumegandana? Si bure. Lakini kadri nilivyozama ndivyo nilivyoanza kuona dalili. Niligundua Rita alipenda pesa, alipenda raha na alipenda ngono. Na hakuficha hilo. Siku moja akiwa amelala kifuani pangu akasema, "Baby, najua wewe sio wa kawaida. Una potential. Mimi napenda mwanaume anayeweza kuhudumia na anajua mapenzi." Nilikaa kimya. Neno kuhudumia lilikaa kichwani mwangu kama kengele ndogo. Baadaye akaongeza, "Kwa mfano, angalia simu yangu. Imechoka hiyo.
Si unajua mrembo lazima aonekane fresh, alisema kwa utani, lakini macho yake hayakuwa ya utani. Nilianza kuelewa, lakini sikumwacha, kwa sababu kila nilipojaribu kufikiria kwa makini, alinikumbatia. Alinifanya nisahau kwa mahaba mazito ambayo niliyaota siku zote, mahaba yaliyonifuata kila nilipohitaji. Na ndani yangu kulikuwa na vita ndogo. Je, ninampenda kweli? Yeye je? Sikuwa na jibu. Nilichojali ni kwamba alinipa nilichokimisi, hasa kile nilichokimisi kwa muda mrefu. Na hiyo kwangu ndiyo maana ya upendo. Tulipotoka pamoja, watu walituona kama wapenzi waliopendana kweli. Tulicheka hadharani, tulipiga picha, lakini ndani yangu nilijua huu haukuwa upendo uliotulia. Tamaa zimekutana. Yeye anataka pesa na mapenzi kwa pamoja, mimi natuliza moto na napata kusahau kukataliwa. Hivyo huenda siku moja akawa mbadala sahihi wa Linda, kwani watu huishi kwa kujifunza na kubadilika kulingana na mazingira. Aidha, kuna wakati mapenzi hupandwa, humea taratibu, yakakuwa na kustawi. Ngoja tuone mwisho utakuwaje. Taratibu nilijikuta jina la Linda likianza kufia pole pole kichwani mwangu. Sijui kwa nini, lakini ukweli ni kwamba kijiti cha mapenzi alikipokea mtoto Rita, na alianza kunikimbiza kweli kweli. Sikujua kuwa kimya cha Linda kingekuwa cha milele au la. Sikujua huko aliko anawaza nini. Angeniruhusu kuingia, huenda nisingeishia sebuleni. Kwangu alikuwa bado ana nafasi mbili: moja, kuniponya tamaa, na mbili, kuwa mke. Lakini mimi sijui kubembeleza. Huwa naamini kuwa la kuja halifuatwi, na kama ipo. Mwisho katika sehemu ya 6 ya simulizi ya Dada Mfua Nguo. Ndugu mpenzi msikilizaji, tukutane katika sehemu ya 7 ujue moto huu wa mapenzi unaelekea wapi.